Na dada Chani hapa, Chani Blocks. Vinski Msaza Maragoli mwenyewe hapa. Karibuni kwa show. So kumekuwa na hii story. Kuna story nyingine hata sisi kiwanaume inatusumbua sana. Other than other species. But sasa tumekuwa na hii pressure ya kutengeneza dough. Kila mtu anakuambia unje kutengeneza dough, kuja nikuonyeshe kutengeneza dough. Mtu anakuja niko na ujanja kutengeneza dough, unaonaje? Hii imekuwa hiyo pressure imepata. First of all, mimi nafikiri pressure kutengeneza dough iko na wase wengi. Siwezi sema kila mtu, kuna wale wako yani fiti. Ni poa, at least inakusukuma. Pressure kutengeneza dough kwanza kwa nchi tunaishi mazee, kwa mayouth nini kila mtu anataka, wengine wanaingia kuiba, wengine wanaingia kwa masharp boys, kuna wengine wanajaribu vitu mobe, kuna OnlyFans, kuna nini, kuna Snapchat, kuna mambo mobe blanda. Unajua magei, unasikia tena amelipwa ndio manze. Ukijaribu kuniambia hivyo najaribu kufikiria manze, wale wase kwanza wameingia kwa hii biashara ya kutengeneza pesa haraka. Kwanza vile umesema sijui OnlyFans nini na nini. Kuna boy fulani kwanza alikuwa ananipatia story ya vile alianza ku make dough vizuri. Mse alikuwa tu anafanya tu job ya kawaida. Job ikakatika. Unajua hiyo situation ya ku make dough alafu dough inakatika. Pressure inaingia sasa, unataka ku make dough, juu ulikuwa na dough na sasa una dough. Njia yako tapi imefungwa. Buda umse alikuwa na hiyo pressure, alikuwa na dough alafu dough ikakatika, job ikakatika, so ana job. So akakatuko keja, akaanza kuangalia internet nini. Akapata sasa kuna site fulani. So site unajua ni chai buda. Hiyo site ni iko na walami huko, sasa wanaangalia gae, wanakatiana. Na unajua si walami, si ati walami ati madem machali, sasa ndio uko pale. So ule boy alikuwa ana dance tu hapo hivyo ndeve. Kuna mlami chali mwingine anamwangalia, anamwambia siji fanya hivi. So boy alikuwa ananipatia story, ananiambia manze real life. Na huyo jamaa ako na wife. Sasa inakuwaje? So alikuwa nakwambia anasema ya kwanza vile aliingia ufanya kitu anaambiwa fanye tu anafanya. Ni kama puppet pale, anakomandiwa na msee kwa internet, kwa nini nyingine huko, ambie fanya hivi dama ruka hivi. Jamaa alikuwa anadu hizo vitu zote juu ya do tu. Unapata msee alimake 500,000 first month, amekingi doka hiyo. Jamaa alikuwa anatoka kwa nyumba, tuna nini zake, simu yake hapo hivyo, computer, anafanya tu vitu zake, anatumia gado. Jamaa alifika kiwango mpaka akaingiza wife yake kwa hii job. So alikuwa anafanya gae na wife yake. Lakini akinipatia historia, alikuwa ametoka kwa hiyo issue, akaanza biashara yake. Yani vile alirudia akaanza kupray. Madhake akamwambia vitu. Kwanza madhake alimuita, the moment madhake alimuita hivi kuongea, alirudi hivi akapata nini yake imefungwa. Hiyo haizi access hiyo account. Haizi access hiyo account. Anajaribu kurecover, hawezi. Akijaribu kurudi kuingia kwa nyingine, ni kama amebaniwa. Sijui nini ili happen. Anasema tu madhake alimuita kurudi. Sasa amerudi, akamwambia unaendeleaje nini. Akituliaga tu hivi home, akasikia madhake amemtumania ndai, akaanza nayo biashara ya Uber. Unapata hizo pressure ndogo zinapenegi. Mimi na feel mostly ni peer pressure. Zingine ni wakati umelose work, umelose job pali. So unakuja unaanza kuimagine ile life ilikuwa unaishi life ya denial. Huwezi imagine bado manze sina kitu manze. Unaona watu wengine wanaendelea uko tu pale nini, uko na hiyo pressure inakuwa noma. Unapata tena hii pressure ya do inatoka bado pia kwa wazazi wetu. Inatoka bado kwa aunties. Unapata kwa familia, ukienda huku Leocha kama una do huwezi sema. Ukijaribu kuamka kwa miti unaambia wewe kaa chini, wewe mlevi, wewe kaa chini, wewe utatuambia nini? So unapatiwa gazile ya wale wana do huko mtaani, huwezi ongea. So una feel do ni necessary. Hiyo pressure ni
pressure poa ama ni pressure mbaya? Kuna place ni poa, lakini kuna ile sasa unaanza kuingia sasa unataka ku make do nyingi mara moja. Na ndio nimekuambia ni kwa sababu tumepata hapa kuna wana kudiscriminate familia, wanaanza kuangalia, so unaangalia lazima ni make do. Na ukifika huku nje unapata kuna msee anakuambia kuna business tunaweza fanya hivi na hivi upate do ya haraka. Most watu wanakoniwa na hapo na zingine zinaenda poa, but hii ni short lived money, itakuja na ishe. Kwa sasa hii kwanza kuna hiyo pressure ya kutafuta do, mpaka watu wengi mayouth wengi wametoka nje kwenda kutafuta tu hiyo do, wengine wameenda mpaka Russia. Unapata ni pia umwangalia tu situation ya country vile iko. Situation ya country iko poa, watu wana struggle ku make do, watu huku chini wapati do, so wana struggle ku make do. So ukipata mpenyo wa ku make do haraka utapata. Saizi uliza mtu yote, uliza jenzi yote mtu akikuonesha hii story ya wash utaduaje? Mimi nitaingia kuna ule nafaa tuangalia asset. Ukipatwa hiyo nini ya wash utaingia ama utaingia? Hapo inaenda tena kwa integrity pia, juu pia dosa zingine kuitafuta inabidi integrity zako ziweke chini lazima. Na unajua kuna job hata wale wamepata madegree, madiploma, sijui nini, manzi bado wana job, wanapiga mashusha huku nje. So unaona huyo naye anajua integrity yangu ni ajue principles zake ziko wapi. So yeye ana stick hapo, acha tu ningangane hapo. Lakini kuna jamaa atapita hapo aje ako class 8 kidogo unamuona anatembea na range. Ndio kuna msee alikuwa anasema kitambo ulikuwa unaambiwa soma pata pepa zako, maisha yako itakuwa mzuri. Alafu unasoma unapata pepa zako, unaanza kuchapa job yako tu mzuri. Lakini unapata ule msee akusoma manze, yeye amepita akona biza akona keja nini, na ndio ma-MP wengine hapa alafu na unasikia bado inataka kupitishwa hiyo pressure. Lazima unaisikia kidogo. Umesikia hata ufai kuwa tijuu umesoma ndio uko MP. Umejasikia story? Ndio nimesikia. Nani alikuwa anasema na ngoo alikuwa anasema hiyo story. Mwanzo unashangaa itakuwaje? Itakuwa blanda. Ndio sasa inabaki hiyo pressure bado ndio itazidi kukua, kwa sababu utakuona na msee hajasoma hajafanya nini, yeye anatengeneza dola, wewe unasoma huko ati unasoma nini, labda huko daktari. Alafu pia hii pesa, unajua kuna pesa pia sana wana get mapema. Unajua kuna watu wako TikTok, watu wadogo kwa TikTok na wanaingia wanaanza ku make do. Kama mtoto huyu pasi huyu sasa vile ana make do, unasikia ana make do. Unafikiria mtu hii akimaliza tuseme hiyo inaikuwa grade nini ile tulikuwa tunataka form 4 grade 13. Hiyo ukifika huko hizo grade za hizo ukishafika hapo utaki kuendelea kwa masomo, kwa sababu wewe mwenyewe uko na estate, uko na nini, wewe unataka tu kuendelea ku make do na TikTok. So hizo pressure zingine pia tunafaa tuangalie yote hii, tunaanza protect na hiyo pressure, tunaanza kuintroduce wapi na pesa nyingi. Si ulikuwa ukipatikana na 3 bob ni noma. Unasanya mbao hivi hauwezi maliza, kila kitu iko sawa. Maisha ndio nakwambia, maisha ni noma, lazima hiyo pressure ikuwe kwa wase. So unapata hauwezi maliza hiyo pesa. Lakini saizi patia msee mita moja. Sasa imaliza. Mwezi ni pesa ni nyingi bana. Ukitembea kwanza unapata unakunywa hiyo pesa, unataka kwenda klabu, unataka sijui ndio watu wakuone kwa social media imetuharibu, unataka uonekane vile umeingia klabu kali, umeenda hoteli mzuri, unakula vizuri. So hiyo pressure lazima tuikate boss. Tafuta tu pesa vipoa.